Karibu katika channel yetu, na naomba muwe watazamaji, muangalie tunapoenda kujifundisha ili swali liko mbele yetu ambao wanauliza, je, Yesu ni nani? Kwa sababu hata Yesu aliuliza wanafunzi wake, akawauliza, je, mimi ni nani? Mnanijua aje? Ama watu kule nje wananijua aje? Unaposoma Mathayo 16 ukianzia 13 lakini 14 15 ndio swali liko hapo. Akawauliza, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simon Peter akajibu akasema, wewe ndio Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa ili jibu ambao Peter alipeana, tunataka tuangalie kama kweli ni mwana wa Mungu katika Biblia ama ni chinzi wengine wanamjua. Kwa sababu tunapoangalia katika ulimwengu tunaoishi, Shetani mara mingi amedanganya watu. Amewaletea imbibing errors ambazo ni mpya, ambazo watu wengi wanajiuliza kuwa kweli Yesu ni nani? Hata katika Biblia unapoangalia lile swali ama lile jaribio la tatu Shetani alipomjaribu, ama lile la kwanza alimuuliza, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, tengeneza haya mawe yawe mkate. So swali tunaojiuliza, je, Yesu ni nani? Who is Jesus? Kulingana na maandiko, Yesu ni nani kulingana na maandiko? Unapoangalia kuna era ya kwanza ambao Shetani ameleta kuwa Yesu ni Mungu wa pili ama Mungu mwana. Je, Biblia inasema ina agree kuwa Yesu ni Mungu mwana? Leo tunataka tujifundishe. Stay tuned tunapoenda kujifundisha. Na kuna era ingine ambao ya pili ambao inapatikana katika, unapoangalia katika official website ya Seventh Day Adventist, ambao na wao wameleta era ambao inakanganya. Hawaamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo era ni gani? Ndio hiyo. Unapoangalia I think ni topic ambao inaitwa sonship. Ukiangalia kule chini almost number 5 inasema, the father son image cannot be literal applied to the divine father son relationship within the Godhead. The son is not the natural son of the father. The term son is used metaphorically when applied to the Godhead. Unaona hapa wao wenyewe wa Sabato wenyewe wa Adventista wa Sabato wamesema kuwa lile neno mwana wa Mungu, the son, limetumika kuwa sio natural ama retro, ni metaphorically, yani ni kipindi, yani alikuwa ameiga ama amejifanya kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Sasa tuendelee tuangalie katika Biblia, kweli Mungu anajua kuwa mwana ambaye ni Yesu amejifanya ama ni mwana halisi? Tunapochunguza katika Biblia, ningependa tuchunguze polepole, pasipokuwa na haraka, pasipo kuweka mawazo yetu. Sasa tunapoangalia Yohana yule wa kwanza 5 mstari wa 10 inasema hivi, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God had made him a liar, because he believed not that the record that God gave on his son. Unaona hapa hawa wasabato ambao wanasema kuwa ile mwana si mwana halisi, ni alijifanya, ni metaphor. Unaona hawaamini kuwa Mungu alimtoa mwanawe wa pekee. Unaona? Sasa wamemfanya kuwa yeye ni mwongo. Lakini yule ambaye anaamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, huyo anajua kuwa Mungu sio muongo. Kwa sababu unapoangalia hata Yohana 3 mstari wa 16, ona jinsi Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwanawe wa pekee, the begotten son, ili yoyote atakayemwamini atakuwa na uzima wa milele. Lakini hawa wamesema kuwa huyo si mwana halisi, amejifanya. Sasa hapo tuwezi jua ni ukweli ama ni nini tusipochunguza katika Biblia. Sasa
Unapoangalia mara mingi watu wanauliza kuwa Yesu kweli ni Mungu, kwa sababu hapa kuna hela tuliona hapa, yes, Shetani alileta kuwa Yesu ni Mungu mwana. Leo tunafaa kujiuliza katika Biblia, kweli ni Mungu mwana ama ni kivipi? Kwa sababu unapoangalia wakikwambia, wanaposema kuwa ni Mungu mwana, wanakupeleka katika Hebrews 1 verse 8 and 9. Ningependa tuiangalie hiyo Hebrews 1:8 verse 9 kama tuseme kama ni ukweli. Unapoangalia hiyo Hebrews 1 verse 8 ambayo tuangalie tuone kama ni ukweli kuwa ni hivyo wanamaanisha ama ni vipi. Biblia yenyewe ichielezee, inasema hivi: lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni ja milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Na verse 9, umependa haki, umechukia maazi, kwa hivyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupitia wenzio. Unaona sasa hapa unapoangalia, wanapokuambia hivyo kuwa hapa Mungu mwenyewe ameita Yesu kuwa ni Mungu. Unapoangalia kule verse 9 anamwambia kuwa Mungu wako amekutia mafuta. Hivyo kujiuliza swali la msingi, Yesu ako na Mungu wake? Je, sasa swali unafaa kujiuliza, je, Yesu ni Mungu? Yes, Yesu ni Mungu, lakini ni Mungu wa Biblia ama kivipi? Unaposoma hiyo bado Hebrews 1 verse 9 inatuambia kuwa Yesu ana Mungu, na ukisoma John 20 verse 17 nayo ina aya ya kusema. Wacha tusikie John 20 verse 17 inasema nini? John 20 verse 17 inasema hivi: Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sichapaa kuenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, na kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Unaona, Yesu mwenyewe ana convince kuwa anaenda kwa Baba yake naye ni Baba yetu, anaenda kwa Mungu wake naye ni Mungu wetu. So Yesu ako na Mungu wake na ako na Baba yake. Sasa ili swali ambao watu wanauliza mara mingi, je, Yesu ni Mungu? Ndio ni Mungu, lakini sio Mungu wa Biblia. Sasa swali jingine unafaa kujiuliza, which God is Jesus? Ni Mungu yupi Yesu ni Mungu yupi basi ikiwa ni yeye ni Mungu? Sasa jibu ambao liko katika kule Hebrews 1:8, kwa sababu is biblically inasema hivi, which God is Jesus? Which God is Jesus? Sasa jibu unafaa kusema hivi, Jesus is God that as his father as God and God as his father. You see, Yesu ni Mungu ambaye akona baba yake kuwa Mungu na tena baba yake, kwa sababu yeye mwenyewe ametuonyesha kule Yohana 20 verse 17 akona baba yake. Huyo baba yake ni Mungu na huyo Mungu ni baba yake bado. Unaona sasa swali ambao tunafaa kuuliza wale ambao wana champion Trinity, ambao wanasema kuwa kuna Yesu ni Mungu mwana, swali unafaa kumuuliza, ikiwa anaamini Trinity, sasa anafaa kutuonyesha Mungu roho ni nani? Which God is the Holy Spirit? Na swali jingine anafaa kuelezea ama kutuelezea, how is Christ the Son of God? Katika Biblia, how is Christ the Son of God? Ningependa wapendwa, tusiwe tunaweka mawazo yetu katika Biblia. Biblia yenyewe ina uwezo wa kujielezea, kwa sababu unapoangalia tunapoenda ndani, who is the Holy Spirit? Ni nani sasa huyu roho? Ni nani huyu? Kwa sababu mara mingi watu wanaweka mawazo yao katika Biblia. Unapoangalia kule Genesis 1
verse 2, kwa sababu hii ndio fasi ambao Trinity wanatumia sana ili kuelezea roho ni nani ama Mungu roho ni nani. In the beginning God created the heaven and the earth was without form and the void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the earth. The Spirit of God, not God the Spirit. Shetani akona uchanja. Unaposikia the Spirit of God, yeye anageuza inakuwa God the Spirit. Sasa huo ndio uchanja Shetani yako nao. Leo tunafaa kujua huu uchanja wa Shetani, tuepukane nao, kwa sababu usipoepukana na uchanja wa Shetani utaangamia. Unapoangalia First Samuel 10 verse 10 inasema hivi, and when they come thither to the hill, behold, a company of the prophets met him, and the Spirit of God come upon him, and they prophesied among them. Unaona hapa, hii ni roho wa Mungu. Unapoangalia Psalms, yeye anapojua ama anajua aje roho ni nani. Cast not me away from thy presence, and take not thy spirit from me. Unaona, huyo ni Zaburi. Daudi yeye anasema kuwa asitoe roho wake. Anaambia Mungu, usitoe roho wako karibu na mimi. Na Joeli yeye anaelewa kuwa roho ni nani. Unaposoma Joeli 2:28 inasema hivi, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream, your young men shall see vision. Unaona, hiyo ndo roho wa Mungu, si mtu mwingine individual ama ako tofauti kando na Mungu. Hapana, ni roho wa Mungu. Unapoangalia Isaya naye alikuwa nabii wa Mungu. Yeye anajua roho wa Mungu kivipi? Behold my servant whom I behold, mine elect, in whom my soul delighted. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. Naona ni roho wa Mungu ambaye ameweka katika hao watu wakuje kufanya nini? Wakuje kufanya uamuzi. Sasa unapoangalia in the Old Testament, wao walikuwa wanaamini kuwa ni roho wa Mungu. The Holy Spirit is the presence of God the Father. Ni uwepo wa Mungu. Unaposikia in the New Testament, wao wanajua kivipi roho wa Mungu. Waje tuangalie. To the believers in the New Testament time, who was the Holy Spirit? Ni nani alikuwa Roho Mtakatifu katika New Testament? Unapoangalia Romans 8 verse 9 inasema haya, but you are not in the flesh but in the spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, is none of his. Naona kuna spirit mbili hapo. Sasa ukiwa unachanganyikiwa, ukiwa unasoma Romans 8 verse 9 utachanganyikiwa ni ya nani sasa, kwa sababu the Spirit of God imetumika hapo na Spirit of Christ. Hautachanganyikiwa, waje Biblia ielezee. Unapoangalia 1 Thessalonians 4 verse 8 inasema hivi, he therefore that despises not a man but God, who had also give unto us his Holy Spirit. Naona, yeyote atakaye dharau, hata dharau mwanadamu, bali atadharau roho wa Mungu, kwa sababu in the Old Testament tuliona wao walikuwa wanaamini roho kuwa ni presence ama ni uwepo wa Papa. Unapoangalia 1 Peter 1:9-11 inasema hivi, receiving the hand of your faith, even the salvation of your soul, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should be unto you, searching what manner of the time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified there beforehand the suffering of Christ and the glory that shall follow.
Unaelewa? Unaona hapa tu wewe mwenyewe. Haya, unapoangalia Galatians 4:6 inasema hivi, and because you are sons, God had sent forth the spirit of his son unto your hearts, crying, Abba, yani Father. You see? Unapoangalia Titus 3:4-6 inasema hivi, but after the kindness and love of God our Savior toward man appear, not by works of the righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the wishing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. 6. Which he said on his abundantly throughout Jesus Christ our Savior. Do you notice that the New Testament believers use the term Spirit of God and the Spirit of Christ interchangeably? Naona in the New Testament wale ambao walikuwa waamini wa Mungu wanatumia the Spirit of God ama the Spirit of Christ interchangeably. Hivyo ijamaanisha kuwa hawaelewi ni nini. Walikuwa wanajua kifebi, walikuwa wanaamini kuwa huyu roho ni roho wa Baba ambaye amepeana kwa mwanawe. Unaposoma John 3:34-35 inasema hivi, for he whom God had sent speaketh the word of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him, the Father loveth the Son, had given all things into his hand. Unaona, yule Mungu ambaye amemtuma anampea roho wake. Unaona, alituma mwanawe kwa sababu hivyo alimpea roho wake bila kipimo. Unapoangalia Ephesians 2:18 inasema hivi, for through him Christ we both have access by one spirit unto the Father. Sasa hapa swali unafaa kujiuliza, si Yesu kule John 14:6 alisema kuwa I'm the way, the truth and the life. Sasa swali lingine unafaa kujiuliza hapa tumeambiwa kuwa kupitia roho tuko na access ya kwenda kwa Baba. Sasa ni nani tunafaa kuona? Ni Yesu ndio njia ama ni roho? Lakini ukiwa umesoma vizuri hapa Ephesians 2:18 tunaambiwa for through him, yani Christ, we both have access by one spirit. Yani spirit ni moja tu, kupitia kwa Kristo tuko na access ya kwenda kwa Baba. Haya, the Holy Spirit is the presence of the Father and the Son. Yani roho ni uwepo wa Baba na mwanawe, kwa sababu Baba ndio the source, yeye ndiye anapeana, na ule mwanawe akona ule roho ambaye baba yake amempea. Ni moja, si mbili. So wapendwa, tunapoenda kumaliza, unapoangalia Psalms 139:7 inasema hivi, which shall I go from thy spirit? Ni swali. Or which shall I flee from thy presence? Yani roho wa Mungu ni uwepo wake mahali popote Mungu anapokuwa, kwa sababu Mungu ako kila mahali. Ni uwepo wake, ni roho wake. Sasa hatufai kujanganyikiwa. Tunapoendelea tutakuja kuangalia tutakuja kuangalia spirit of prophecy, nayo ina nini juu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Asanti kwa kufuatilia na musubscribe mnapoangalia, kwa sababu tunapoweka video zingine mtajua. Asanti, ubarikiwe.